kama muda wako unautumia sana kwenye simu kuliko kwenye neno la Mungu, kuliko kwenye kazi yako, kuliko kwenye biashara yako, kuliko kwenye career yako, kuliko kwenye masomo yako, unatarajia kuwa mtu aina gani? Unatarajia kuwa nani? Wewe utatawaliwa tu na mitandao na maisha yako ndio hivyo. Dakika mwisho utakuwa unaanza kulaumu. Huo muda unaotumia kumwangalia Zuchu ametumia ule muda kujibrand, ndio maana unamwangalia. So huo muda unaweza kujibrand wewe, hata Zuchu mwenyewe akakutafuta kuangalia. Mnaona maajabu? Inawezekana. Muda ni zawadi kubwa ambayo mwanadamu amepewa kuliko zawadi nyingine yoyote. Ukitoa uhai, ukitoa uzima, kuna zawadi ya muda. Kinachotofautisha kati ya masikini na tajiri namna anavyotumia muda wake. Tajiri anatumiaje muda wake? Masikini anatumiaje muda wake? Maisha yarudi nyuma, yanaenda mbele. So ukiishi maisha yale yale kama ya mwaka 47, utakuwa vile vile kama wa mwaka 47. Kitabu cha Zaburi 90:10 maandiko yanasema siku za miaka yetu miaka 70, na ikiwa tuna nguvu ni miaka 80. Anaposema miaka 70 na mbele anasema tukiwa na nguvu miaka 80. Hapa anazungumzia miaka ya kufanya mambo yako kwa nguvu. Kuna muda utatamani kufanya jambo, akili itataka lakini mwili hauwezi. Kuna muda unaweza kwa akili unakimbia spidi, lakini mwili hauwezi kwenda spidi. Itafika huo muda. Maandiko yanasema siku za miaka yetu ni miaka 70. Jiulize miaka uliyokuwa nayo alafu toa 70, unabaki na miaka mingapi? Alafu jiulize katika hiyo miaka iliyobaki una muda gani sasa hivi wa kufanya mpaka uje kuwa kitu cha maana. Unaposherehekea birthday, unasherehekea kumbukumbu ya siku ambayo umezaliwa, lakini umepunguza mwaka wako wa kuishi. Haujazidisha, umepunguza. Kama Mungu amekuwekea miaka 70, je, umebaki na miaka 69. So katika 70 toa na miaka uliyokuwa nayo alafu toa na mwaka uliosherehekea. Sikwambii usisherehekee, ila jua kuna muda akili yako itatamani kufanya lakini mwili hauwezi kufanya tena. Itafika huo muda, akili itatamani. Tunaonaga wacheza mipira wanafika muda umri wanastaafu. Sio kwamba wale akili yao haina skills ya mpira, ila miili imeshakataa. Siwezi kukimbia kama mtu wa miaka 25 tena, kwa sababu ulimwengu wenyewe unaenda kasi na watu wapo kasi. Usipokubali kwenda na kasi ya ulimwengu, utabaki jinsi ulivyo na utambia watu wachawi. Hata mhubiri bwana, angalia. Sio wewe kama mhubiri au unagali saa 10 saa 11, tuna mambo mengi ya kufanya. Niliwaambia mimi hapa last time, nilipanda na mdada kwenye bajaji, naanza kuongea na mwelekeza kanisa letu likopana, sema lile kanisa la Freemason bado hako analogi, tupo digitali. Sasa hivi kama Mungu amekupa neema, kafungua mlango, usifikirie kufanya kitu cha kawaida, fanya kitu cha maana. Sasa amefungua mlango, nenda kutafuta mabati nizibe, niweke maturubai watu waje kuabudu, afu nyingine ubanio kafanya mambo mengine. Hatuko hivyo sasa hivi, tulishaondoka huko. Usipoamua kubadilika, watakaobadilika utaambia wachawi. Wao usipoamua kwenda na kasi, utaachwa hapo. Na mara nyingi wao wasioendaga na muda ni mabingwa wa kulaumu. Watu wa kulaumu sana. Wao wacha kwenda na muda wanalalamika. Nimwambia muda hauna urafiki na wewe. Usipoenda na muda hautaenda na wewe. Amua kwenda na muda. Wewe ukikaa muda ukai. Wewe ukilala muda haulali. Usifikirie hivyo vitu vitakuwa ukikaa. Ukiamua kufanya ndio vitakuwa. Nimekwambia unaposema nitafanya kesho, hata leo ilikuwa kesho ya jana. Na kuna mtu jana akasema nitafanya kesho ambayo leo, na leo anasema kesho. Usipoamua kufanya leo, usifikirie utafanya kesho. Kama umeshindwa kufanya leo, usifikirie kama kesho utaweza kufanya. Hata kesho utasema kesho. Linalowezekana leo lifanyike leo. Muda hauna muda wa kukusubiri. Ukigailisha leo, jua hata kesho utagailisha. So lazima uamue. Listen, hauna muda wa kupoteza.